Rojabin TV, the home of artistic. Wiso Muhuni, namba ina itikeli 45. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwepo watu wa namna hii wanaitwa Qat'u Tariq. Qat'u Tariq hawa walikuwa ni watu wahuni ambao walikuwa wakiwakaba watu njiani wakiiba bidhaa zao. Kwa hiyo Uislamu ukahukumu juu ya watu hawa, kama anaiba kiwango ambacho kinastahiki yeye kupata adhabu, anapata adhabu. Bwana 45 ni namba kama namba zingine kama zilivyokuwa 26 32 72, ila 45 bwana ni namba ya imani. Kutokana nini? Ile pale ni angel namba. Hata kwenye vitabu vya Biblia, yenyewe vitabu vya maandiko vyovyote ukiangalia lazima utaikuta 45 angel namba. Ni namba ya imani, ila sio semeti namba ya wauni sijui. Afu 45 sio nyatu chekeshi, mjomba mwenyewe unaelewa. Kutokana na nini? 45 itikeli. Na itikeli inatokana na nini? Ukiweza kuishi na watu vizuri, unajua. Muhuni ni mtu, anaweza kawa mtu yoyote, anaweza kawa kiume, anaweza kawa kike. Na muhuni yani, kuna wengine wanafuata sheria lakini wanakuwa wanatumia maneno. Kuna wengine uhuni ni kwa maneno, kuna wengine ni kwa vitendo. Kwa vitendo, mfano wauni wanaiba, wauni wanakaba, wauni wanaenda kinyume na sheria. Lakini wale kuna wengine wa kwa maneno tu, yani muhuni wa maneno, hao wanakuwa wanaweza kutumia labda maneno mabaya ambayo yani si mazuri. Pia wauni kwa upande wa kike wapo. Kwa mimi ninavyojua wauni kwa upande wa kike, hao wenyewe wanakuwa wanaiga mfumo wa wanaume. Mfano, nakuta muhuni kwa upande wa kike labda anavuta sigara, labda anakuwa anatukana na hivyo. Huyo ndio anakujua kwa muhuni kwa upande wa kike. Na pia naweza nikasema ni relevance kwenye jamii yetu, sababu wapo tunawaona. Kuna wengine wanajiita matomboy lakini ni wakike, unakuta wanajiita matomboy. Kwa mimi ndio ninavyowaona kwa upande wa wanawake. Nachofahamu mtu moja kwa moja, mtu akiniambia huyu mtu ni muhuni, mimi ninachoelewa kwa jamii yetu ya sasa, najua kabisa huyu mtu ni mtu ambaye sio mkweli, sio mwaminifu, ameambatana na mambo mengi ambayo ni maovu. Lakini wakati mwingine unakuta muhuni ni mtu ambaye tunakaa naye kabisa, tunakaa naye, lakini nikishajua tu kwamba huyu mtu ni muhuni, manake huyu mtu si mtu ambaye naambatana naye, kwa sababu unajua ndani yake si mkweli. Huyu mtu ni mtu ambaye si mwaminifu, jamii haimuelewi. Hiyo ndio dhana halisi ambayo ninamuelewa mtu muhuni. Wamebezi sana kwa mila na desturi zetu za hapa Tanzania, wamebezi sana labda baba au labda vijana wa kiume, lakini mila na desturi yetu wapo waone hata pia upande wa mabinti ambao yani kuna kitu ambacho mtu anaweza, mambo yakitokea tu anaonekana kwamba muone kutokana na muonekano wake, lakini sio sana upande wa kwa baba. Tunaangalia usawa. Usawa ni kutokana na kuangalia, siku nyingine unaangalia upande pia wa mabinti. Siku hizi wameharibikiwa, wanakuwa muone mtu kutokana na muonekano wake anaitwa muone. Kwa kina baba pia unakutana baba mtu mzima, muonekano wake tu unajielezea labda muone, barabarani huko anapotembea anaonekana muone. Lakini inaitwa Tembo 45. Tembo 45 na Wiso Muhuni. Wiso Muhuni, namba ina itikeli 45. Unaona, naipenda kutoka muhuni, na tupo si mazia, tupo kibao, tupo kila sehemu 45.
Asi maisha yetu, maisha ya kweli tunaishi mtaani. Maisha tunaoishi hapa duniani, wahuni wapo na tunawaona kwa macho. Jambo la kwanza ambalo nikasema, hasa kwa sisi wanawake, wapo sana wanawake ambao maisha yao yameishi katika lengo la kufanya uhuni, na hapo kuna uhuni wa aina nyingi. Wapo wahuni ambao matendo yao sio mazuri na wanafanya vitu ambavyo sio vizuri, ambavyo hata ukivielezea mbele za watu havina picha nzuri. Kwa mfano, unaweza kukuta mwanamke ambaye ana mume wake, lakini hawezi kuishi na yule mume wake aliye naye. Baada ya hapo, yeye anakuwa ni mtu wa kutoka nje ya ndoa, anaweza akafanya vitu ambavyo sio vizuri. Hata wazazi, watoto wale ambao wanamzunguka wakamwona huyu mama sio kwamba mama bora katika familia yake. Si ambavyo ninafahamu juu ya neno muhuni, sio fasiri iliyo rasmi, lakini muhuni naweza nikamweleza kwamba ni mtu ambaye mwenye kutenda matendo yasiyokubalika katika jamii ambayo watu wanaishi. Kwa hiyo pale ambapo mtu anatenda tendo fulani ambalo halikubaliki, lisilo sawasawa na tabia ama tamaduni za watu hao husika, mtu huyo kwa mara nyingi huwa tunamnasibisha na kwamba ni muhuni. Kwa hiyo ndivyo ambavyo, kwa jinsi ambavyo naweza kufahamu au kulifafanua neno muhuni kwa kadiri ya uelewa wangu. Unaposikia 32 mkali au vipi? 32 bwana achukuliwa kama wezi, ndugu yangu. Ukisikia 32 achukuliwa wezi, vishando, vibaka, majambazi, magaidi. So namaanisha hivyo kwamba wezi si 32 si wezi. So wezi 32 jamani. 32 tuna roho za huruma. 32 sisi jinsi tulipo, hatuna mambo mengi. So wezi. Hiyo 32 ni namba utafutaji. Na kwa nini 45 waliitwa 45? 45 ni watafutaji, 32 watafutaji, isipokuwa namba tu. Sasa tutengane, tunacheka, tunaongea. Ila wote 45 32 wote zote ni namba. Japokuwa 32 wasema nagawanyika, si namba shufa maana tasa. Baki imeenda kikarudi, sasa tujui. Sasa tutaki kujua au nini maana ya uhuni. Kwa mujibu wa kitabu cha Qur'ani, kiuhalisia wa kibinadamu, mwanadamu ameumbwa katika umbile zuri, na mwanadamu ameumbwa katika kuumbwa kwake, yeye inatakiwa aishi ili jamii impendee, yani aishi kama wanavyoishi wenzake na jamii ipendezewe na yale matendo yake anayoishi. Kwa hiyo mwanadamu huyu anapokosa sifa, akajiweka katika sifa ambazo si za kibinadamu, kuvuta bangi, kunywa pombe, kuwa mwizi, yani kufanya yale mambo yake ambayo katika jamii hayakubaliki, huyu anahesabika ni muhuni. Sasa Uislamu unasemaje katika hili? Kipindi cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwepo watu wa namna hii, wanaitwa qat'u tariq. Qat'u tariq hawa walikuwa ni watu wahuni ambao walikuwa wakiwakaba watu njiani, wakiiba bidhaa zao. Kwa hiyo Uislamu ukahukumu juu ya watu hawa, kama anaiba kiwango ambacho kinastahiki yeye kupata adhabu, anapata adhabu. Adhabu ya kwanza, kama anastahiki kukatwa mkono, anakatwa mkono. Sasa hivi huyu ni muhuni, huyu anaibia watu. Lakini adhabu ya pili, kikiangaliwa alichokiiba kama hakistahiki kukatwa mkono, basi anaadhiriwa kwa kutandikwa au anaadhiriwa kwa kutangazwa kwamba yeye ni muhuni. Na hili jambo alipendezi katika jamii, ya kwamba mtu kuwa muhuni, awe mwanamke awe mwanamume, anajipotezea kwanza ubinadamu wake na sifa zake vile vile zinapotea kwa jamii ambayo inamzunguka. Ni kwamba katika jamii hili neno muhuni limetafsiriwa katika matukio yanayoonekana kwa vijana, ingawa unaweza kukuta mtu mzima pia anakuwa na tabia ambayo sio ya maadili. Tuseme kwamba uhuni, unaweza kumuita mtu muhuni, lakini
Kumbe ukisoma kwenye tafsiri za kamusi nakwambia muhuni ni mtu asiye na maadili, asiye na kazi ya kufanya, anayependa kukaa vijiweni, wavuta bangi, unakuta nini na nini. Lakini kwa tafsiri ya kamusi ni sawa kabisa ninavyosema. Lakini ukija kibiblia, hawa watu mambo haya wanaoyafanya sifikiri wanapenda. Ndio maana ukiongea na kijana anayevuta bangi anakwambia kwamba sipendi, ila anakuta nimevuta. Kwa sababu sisi tunachoamini katika Biblia, hawa watu wamefungwa. Adui ameteka fahamu zao na fikra zao. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 7 mstari wa 19 na 20 nasema hivi: kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo ninalolitenda. Basi kama lile nisilolipenda ndilo ninalotenda, si mimi nafsi yangu nitendaye, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Kwa hiyo tunapata jibu kwamba hata hawa vijana ambao tunaona kwamba wanafanya vitu fulani, au anavuta bangi, anaiba, anafanya mambo fulani, hata yeye mwenyewe hapendi. Anasema sio kwamba ninapenda nisiibe, lakini nakuta nimeiba. Kwa sababu gani? Kuna dhambi, kuna roho ambayo imemkamata yule kijana au yule mtu, nakuta anafanya mambo ambayo sio sahihi. Rojabin TV, the home of Atitek.